Mtume asema sallallahu alayhi wa alihi wasallam, khairu duai duau yaumi Arafa, dua ambayo kwamba ndio bora zaidi ni dua ya siku ya Arafa. Kisha akakamilisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akisema, wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Tunasema na bora ya yale ambao kwamba nimeyasema mimi na mitume waliokuwa kabla yangu ni la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, hana mshirika, lahul mulku, ndake yeye, ni yake yeye ufalme, wa lahul hamdu, na hamdi na shukrani anayestahiki ni yeye mola subhanahu wa ta'ala, yuhyi wa yumitu, yeye ndiye mwenye kuhuisha na yeye ndiye mwenye kufisha, wa huwa ala kulli shay'in qadir, na yeye ndiye muweza juu ya kila kitu. Dua ambayo kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa akisema yeye na mitume walikuwa kabla yake katika siku ya Arafa wakikithirisha kusema ni la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Huna swali hapa, kuna swali. Hii la ilaha illa Allah tumeeleza maana yake, hakuna mola pasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni Allah wahdahu peke yake, la sharika lahu, hana mshirika, lahul mulku wa lahul hamdu, ndake yeye ufalme na ni yake yeye himdi na shukrani, yuhyi wa yumitu, anahuisha na anafisha, wa huwa ala kulli shay'in qadir, na yeye ndiye muweza juu ya kila kitu. Kuna dua hapa, kuna dua. Tumemwomba mola pepo, tumemwomba mola tuepushe na moto, tumemwomba mola radhi zake. Kuna kitu tumeomba, yani kusema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu mpaka mwisho, kuna kitu ambacho kwamba umeomba hapo. Sasa vipi tuambiwa Mtume asema sallallahu alaihi wasallam, khairu duai duau yaumi Arafa wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah mpaka mwisho? Itakuwaje tuambiwa ndio dua ya siku ya Arafa? Sio, Mtume ametuambia ndio dua ya siku ya Arafa, kisha tukisoma hatuoni dua ndani yake. Sasa ni dua vipi? Wanazuoni wameeleza hii kwa kauli tatu. Kauli ya kwanza ni kwamba at-ta'ridhu bithana huwa ad-du'a au min ad-du'a, kufanya ta'ridh kwa kusifu ni katika dua. Yani kwa lugha nyingine, wewe ukienda kwa mkubwa fulani ukawa umesimama mbele yake ukamsifu, bwana mashallah huyu akafanya hivi, katujengea barabara, nini sijui CDF, katupelekea wanafunzi shule, kafanya kadhaa, ukaanza kumsifu, mwisho utatokana nini? Basha, sio? Hujaomba lakini umesifu wewe, ukatoka na basha yako. Kule kusifu ni katika nini? Ni katika dua. Kule kusifu ni katika dua. Sisi tunapomwomba Mola Subhanahu wa Ta'ala tutakikana tutangulize sifa, tumsifu Mola Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu hii la ilaha illa Allah ni kumsifu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kumpwekesha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kueleza sifa zake kwamba yeye ndio mwenye kuhuisha, yeye ndio mwenye kufisha, ni yake yeye ufalme, ni yake yeye himdi na shukrani, yeye ndio mweza wa kila kitu. Ukishamsifu Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio maana kwamba ushamuomba. Kule kumsifu Mola Subhanahu wa Ta'ala katika la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah ni katika dua. Kauli ya pili ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam asema katika hadithi, Mola Subhanahu wa Ta'ala katika hadithi yake asema, man shaghalahu dhikri an mas'alati a'taytuhu afdala ma a'taytu as-sa'ilin, yule ambaye kwamba itamshughulisha yeye kunitaja kwangu mimi, yani kule kunitaja kwangu mimi kumemshughulisha na kuniomba haja zake, basi huyo nitampa zaidi na bora ya wale ambao kwamba wameniomba. Maana sisi tuambiwa katika afdalu dhikri ni kusoma Qur'an, na la ilaha illa Allah ni katika dhikr. Kwa hivyo ukiwa umejishughulisha siku yako yote katika yaumu Arafa wasema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli shay'in qadir, mara 100, mara 1000, mara 10,000